Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Nimerudi tena kwa mara nyingine kwa ajili ya kuwaletea somo jipya ambalo liko mbele yenu. Kwa mara ya kwanza tulizungumza baadhi ya masomo kadhaa ambayo tumejaribu kuyaweka katika chaneli yetu ambayo yamekuwa yakitufundisha kuhusiana na ubatizo. Tulipitia kidogo, tukagusia na mambo ya imani na kuhusu na mambo ya kuhukumiana, maana tumekuwa na tabia za kuhukumiana. Sasa leo, kwa sababu topic ni nyingi na bado kuna nyingine tutaendelea kuzirudia mara kadha wa kadha, lakini kwa leo topic iliyoko mbele ni nyingine. Sio kwamba tutaendeleza yale masomo mengine ambayo tuliyaweka kule. Leo tuna masomo mapya ambayo haya tutakwenda kuyafanya. Lakini kabla hatujaingia katika somo, nafikiri tumshukuru kwanza Mungu kwa ajili ya uzima na afya, na vile vile kwa hichi ambacho kinaenda kuendelea mbele yetu kwa wakati huu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya neema yako. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya ulinzi wako. Tunakushukuru Baba kwa sababu umeweza kuwa pamoja nasi, umeweza kutulinda kwa majira yote na nyakati zote mpaka saa hii na wakati huu. Naomba Bwana uende ukambariki na kumponya na kumsaidia huyu mtazamaji ambaye anakwenda kutazama kipindi hichi kwa wakati huu. Naomba neema yako Bwana ikaendelee kutufunika. Uende kuniongoza mimi katika yale nitakayoyanene, nisiyanene katika akili zangu bali katika ufahamu wako Bwana. Uende ukaniwekee maneno ambayo yataenda kutoka katika kinywa changu, nikatumike kama chombo, bali Bwana ukaonekane wewe. Wabariki watazamaji wetu, ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amen. Sasa kwa wakati huu ambao tunakwenda kuanza somo letu, hili somo si geni, ila kidogo limekuwa na changamoto, na nimependa kulileta mbele yenu kwa wakati huu kwa sababu ni somo ambalo limekuwa na changamoto na nimejaribu kulifanyia utafiti. Sasa kwa wale ambao hamnifahamu, kwa majina yangu naitwa Pastor Ali Mkwizu, nimeokoka na mpenda Yesu na ni mwanafunzi wa Yesu ambaye naipeleka Injili kama tunavyosema katika ile kitabu cha Warumi 1:16 kwamba sionei haya Injili, nami niko mbele kuto kuionea haya Injili. Sasa mpenzi mtazamaji, wakati unapoenda kuangalia, utaenda kusubscribe katika chaneli yetu na kulike na kushare kwa ajili kuwabariki wengine katika hizi jumbe. Nyakati hizi ni ngumu sana ndugu zangu. Nyakati hizi tumefikia nyakati ambazo watu wanashindwa kuwa na uelewa wa haya mambo, wanachukulia kama mzaha, lakini tutakuja kufa kama ilivyokuwa kipindi cha Sodoma na Gomora. Maana kasi niliyoifanyia research, Sodoma na Gomora imerudi kwa mara nyingine, tena imerudi kwa kasi zaidi hata ya ile. Ni rehema tu ama huruma za Mungu ambazo ziko mbele yetu sisi, anaacha kutuangamiza. Lakini kama ingekuwa sio huruma za Mungu, basi sisi tungekuwa tumeangamizwa kutokana na haya yanayoendelea. Naweza kusema kwamba watu sasa hivi wamegeukiana, watu wamewakiana tamaa. Yaani unabii uliotabiriwa zamani katika vitabu vyetu, kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, yale mambo yaliyotabiriwa yote sasa hivi yamekuja na yametimilika. Watu wamewakiana tamaa kuliko unavyofikiria. Lakini yote katika yote, je, sisi tunachokifanya tunakemea vipi ama tunaliongelea vipi ili wengine wajifunze? Kama kuna ambao watalisikia na watashupaza shingo zao zikavunjika, basi waweze kuokolewa ama kubadilika na kupata uponyaji. Kuna mambo ambayo yanaendelea yamekuwa ni ya kushangaza. Ukitazama dunia vizuri na kuifanyia research, utakuja kuona kwamba Sodoma imekuwa ina afadhali. Sasa hivi imekuwa ni tofauti. Sasa katika swala la uzinzi, sisi tumechukulia tu uzinzi ni jambo la kawaida sana. Lakini tukumbuke kwamba Biblia imesema hakuna dhambi kubwa wala dhambi ndogo. Dhambi ni dhambi tu. Hata kusengenya pia ni dhambi. Hata kutukana ni dhambi. Lakini kuna mambo mengine yanafanyika hata shetani mwenyewe pia anaogopa. Sasa kwa mantiki hiyo,
tuweze kuangalia baadhi ya taarifa za kubadilisha, maana tumekuwa tunabadilisha sasa uzinzi kuuhalalisha na kuwa katika hali ya kawaida. Zinaa ni dhambi kama dhambi nyingine. Watu wengi ni wazinzi na wanaendelea kuzini kwa sababu wanapambana sana kuiweka zinaa kwenye uwiano sawa na dhambi zingine. Ni kweli kabisa kuwa dhambi zote zinakupeleka jehanamu, lakini ukweli haukanushiki kuwa tupo kwenye kizazi cha uzinzi na shetani amewekeza nguvu kubwa kuongeza kila machafuko ya kingono kila kona. Utaona mitandaoni kinachosabikiwa zaidi ni uzinzi. Angalia unapokuwa mtandaoni, ukiona picha ya taarifa nyingine yoyote, unakuta hata like inakosa, share inakosa, hata haya mahubiri tunayoweka watu wengine wanayapita. Lakini akiwa ni mwanadada amevaa nguo za aina fulani ambazo hazina maudhui mazuri, basi sisi ndio tunashabikia kuangalia, na kama yule mtumaji ametuma nyingi, basi tutazifungua ili kuona ndani yake kuna nini zaidi. Lakini je, tunachokifanya ni sahihi? Je, kitatuokoa ama kitatuangamiza? Lakini kwenye Biblia ndio dhambi pekee waliosema ikimbieni mahali pengine. Wamesema ikimbieni ibada ya sanamu, na zinaa pia ndio ibada ya sanamu. Katika hili tuangalie kidogo katika Wakolosai 3:5. Wakolosai 3:5. Kitabu cha Wakolosai 3:5 inasema, basi fisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Sasa ibada ziko nyingi ambazo tunafanya, lakini kuna mambo ambayo tunafanya ya uzinzi yanasababisha sisi twende tofauti na vile ambavyo Mungu anataka. Tunakuwa tunakengeuka vile Mungu anavyotaka. Turudi tuangalie katika kitabu cha Warumi ili kuona, je, haya yanayofanyika yalikuwepo au yamekuja sasa ni mageni? Je, Biblia ilikemea ama haikukemea? Ilikemea. Na kama ilikemea, sisi tumechukua hatua gani? Ama ndio tunategemea tupate rehema ikiwa tunafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu? Wakolosai, tutaangalia kitabu cha Warumi 1:18. 1:18 nitasoma kwa jina la Bwana. Anasema, kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli na uovu. Hii hukumu ya Mungu imedhihirishwa kwa sababu sasa hivi wanadamu wanafanya maasi ambayo sio ya kawaida. Wamefanya mambo ambayo yanashangaza ulimwengu. Wakati mwingine unaweza ukaona kwamba watu wanafanya mambo ambayo hata shetani mwenyewe anayaogopa. Ukisoma 19 anasema, kwa kuwa mambo ya Mungu yanajulikana, yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu alidhihirishwa. 24 hapa hatutasoma vipande vyote, vipo vingi, tutapitia baadhi ya sehemu tu kulingana na wakati na muda wetu ambao tunafanya recording. Anasema Warumi 1:24, kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, wafuate uchafu hata kuvunjiana heshima ya miili yao. Wamevunjiana vipi hawa heshima ya miili yao? Tutaendelea kuona huku mbele kwenye maandiko mengine kwamba wanavunjiana vipi heshima ya miili yao. Ni kwamba watu wamegeuka, watu wamewakiana moto, watu wamekuwa ni washenzi, wamekuwa na tabia za ajabu kiasi kwamba Mungu hata anaogopa kukaa karibu na wao. Na tunaona Biblia inatuambia kwamba unapokuwa mwenye dhambi, Mungu hasikii maombi yako. Mungu hasikilizi maombi ya mwenye dhambi hata kidogo. Kwa hiyo ukiwa mwenye dhambi utakesha kuomba, lakini Mungu hatosikia yale unayoyaomba. Anasema, kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakisujudia kiumbe wakiabudu badala ya Mungu aliyehimidiwa milele. Sasa tunaona kwamba kuna watu pia katika haya mambo ya uasherati. Unapokuwa unaabudu sanamu ni kama muasherati tu, ni kama mzinzi tu, yaani unakuwa mzinzi kama wazinzi wengine, kwa sababu Mungu alishakataza, anataka aabudiwe yeye. Anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Sasa kama ni Mungu mwenye wivu,
inakuwaje umfanyie ushirika? Mungu hataki ushirika, uchonge sanamu wa mfano wa kitu chochote. Nenda katika amri 10 za Mungu pale katika Kutoka 20. Anasema usifanye sanamu kwa mfano wa kitu chochote kilichoko juu mbinguni, hapa duniani, wala chini ya maji, ambacho utakifanya kuwa sehemu ya kukiabudu. Usikiabudu wala usikitumikie. Unaweza ukachonga sanamu, sawa, uiabudu, lakini kitendo cha kuifutafuta vumbi kwa sababu inachafuka, tayari unaitumikia, maana ni chafu, unaisafisha. Kwa hiyo tuna mambo mengi ambayo tunafanya ambayo hayampendezi Mungu. 26 anasema hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao na aibu zao, hata wanawake. Naomba hapa mnisikilize vizuri sasa, kwa sababu ndio naenda pale kwenye pointi katika ile 18 ambapo amesema kwa maana ghadhabu ya Mungu ilikutoka mbinguni juu ya uasi wa ovu wanadamu waipingao kweli. Na kule tumeona kwamba watu wamewakiana tamaa. Sasa wanawakianaje tamaa? Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao na aibu zao. Wanawake, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Sasa hapa mwenye ufahamu na afahamu, mwenye masikio na asikie neno hili ambalo Roho anayaambia makanisa, kwamba watu wameacha matumizi ya asili na kutumia vitu ambavyo ni matumizi yasiyo ya asili. Sasa ni vitu gani? Maandiko yataendelea kutuambia. Wanaume nao hivyo hivyo, aliyeacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa. Wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Kwa hiyo kumbe watu waliacha mambo ya asili, wakaenda kutumikia katika vitu ambavyo sio vya asili. Je, hivi vitu ambavyo sio vya asili ni vitu gani? Wanaume vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili. Sasa walifanyaje? Siku hizi watu wamekuwa wanakwenda na kinyume cha maumbile, na imekuwa ni kama kitu, ni fashion kwa sasa hivi. Sasa tunaposhindwa kukemea, watu wataishia kufa kwenye dhambi, na unapokufa kwenye dhambi, sahau kama utauona ufalme wa Mungu, utaishia kusikia tu. Ndipo anaposema wameacha matumizi ya mke asili, wakawakiana tamaa wanaume, wakiyatenda yasiyowapasa, wakawapata nafsini mwao. Tunaona hata wakati wa Lutu watu waliwakiana tamaa, ilifikia hatua hata wakati wale malaika wamekuja kwa Lutu, walikwenda kwa lengo la kutaka wale malaika wazini nao. Hawakujali kwamba ni wa kiume, mpaka Lutu anapotoa tamko la kusema jamani, nina mabinti zangu ambao ni bikira, niwapatie hawa, watawafaeni kuliko hawa wageni wangu. Lakini kwa sababu wameshawaka tamaa, hawakuweza kulikubali hilo, walilikataa. Lengo lao lilikuwa ni wapate wale waliokuwa pale ndani. Sasa tunapokwenda kuangalia kwamba kwa nini watu wanawakiana tamaa kiasi hichi, tuangalie katika kitabu cha Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi 18, Mambo ya Walawi 18 ni sura ya 22, 18:22. Biblia inasema usilale na mwanaume mfano wa kulala na mwanamke, ni machukizo. Usilale na mwanaume mfano wa kulala na mwanamke, ni machukizo. Lakini kwa sasa imekuwa ni fashion, wanaume kulala na wanaume wenzao. Tumeona mashoga wamekuwa ni wengi mno, tunakutana nao katika mazingira mbalimbali, mazingira tofauti tofauti. Ni kwa nini? Dunia imegeuka na watu wala hawana hofu, wala hawawazi kwamba kuna jambo litaenda kutokea ama kuna moto kesho. Hawawazi, bali wanachukulia ni jambo jepesi sana katika maisha yao. Lakini watu wamekuwa wanafanya unajisi, wanawakiana, wameacha matumizi ya mke, wamekwenda kuwakiana wanaume kwa wanaume. Na kumekuwa na tabia pia ya wanawake kuchukuana wanawake kwa wanawake. Sasa unajiuliza, je, kutakuwa na uzao kati ya mwanamke na mwanamke? Uzao tunaamini unatokana na mwanamke na mwanaume, lakini sio mwanaume kwa mwanaume au mwanamke kwa mwanamke. Lazima ziwe jinsia mbili tofauti. Na Mungu wakati anaweka hivi, si kwamba alikuwa hafahamu, alikuwa anafahamu, lakini sisi tunajifanya wajuzi kuliko vile Mungu ambavyo ameweka.
Tuangalie katika kitabu cha Walawi. Hapa Walawi 20:13. Tena Biblia inasema, tena mtu akilala pamoja na mtu mume kama alalavyo na mtu mke, wote wawili wamefanya machukizo, hakika watauawa na damu yao itakuwa juu yao. Tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume. Hii sasa hivi imekuwa ni kitu cha kawaida, na ni swala ambalo ni la kawaida sana kwetu sisi kuona kwamba mtu anakwenda anamchukua mwanaume mwenzie na kugeuza kwamba ni mwanamke. Hii fashion imepamba moto. Tumeona katika vyombo vya habari, tunaona katika mitandao ya kijamii, hasa mitandao ya kijamii. Tunaona haya mambo yanavyokwenda. Dunia imekuwa spidi kuliko ilivyokuwa mwanzo. Kama ni maarifa yanaongezeka, basi hii sasa imekuwa ni too much. Maana watu wamewaka tamaa, wameacha matumizi ya asili ya mke, wanaona sasa matumizi ya asili ni kutafuta mwanaume mwenzie, kitu ambacho si sahihi kabisa. Na wengine hawatumii wanaume wenzao, lakini wanawatumia wanawake kinyume na maumbile. Je, hili Mungu analikubali? Je, Mungu hakuwahi kulipinga? Mungu amelipinga, na ndiyo maana anarudi anasema, mtu mume akilala na mtu mume kama alalavyo na mke, wote wawili wamefanya machukizo. Na ukishakuwa na machukizo kama haya, huwezi kuwa rafiki wa Mungu. Wewe utakuwa rafiki wa dunia. Mungu hawezi kukukubali, bali Mungu atakukataa, maana wewe huendani na matakwa ya Mungu. Mungu anataka vingine, wewe unafanya vingine. Kwa hali hiyo, Mungu hawezi kukupokea wala kukukubali. Lazima Mungu akukatae. Ni Mungu atusaidie. Tuangalie katika kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya 66:24. Nao watatoka nje na kuitazama mizoga ya watu walio najisi, maana funza wao hawatakufa wala moto wao hautazimika, nao watakuwa chukizo machoni pa wote wenye mwili. Kwa nini wanakuwa chukizo? Kwa sababu Mungu alifanya nini? Alishawakataa. Kama Mungu aliwakataa, wao wameleta ujuzi, wameleta mambo mengi ya kujua. Sasa tujihadhari, tujiangalie. Kumekuwa na hichi kitu ambacho watu wanakichukulia ni cha kawaida sana, lakini kadri wanapoendelea kufanya, basi hasira ya Mungu itashuka. Naomba usiwe katika kundi hilo, bali ninachokuombea kwa Mungu, naomba siku ya unyakuo wa kwanza, basi na wewe uwe mmoja wao. Wewe mtazamaji wangu unayeendelea kunifuatilia, naomba uendelee kunifuatilia katika chaneli yetu hii. Uende ukasubscribe, uende ukashare, uende ukalike. Na unaposhare, ina maana unaongeza kuwapa taarifa wengine wapate jumbe kama hizi ambazo zitatusaidia katika maisha yetu. Bwana tusaidie sana. Sasa ukiwa unahitaji maombi, unahitaji huduma yoyote ya kitumishi, basi unaweza ukatupata katika namba ya 0652936638. 0652936638. 0652936638. Na kama mpenzi mtazamaji wetu, Mungu akubariki sana. Naendelea kutufuatilia katika mafundisho yetu ambayo tutaendelea kuyaweka katika chaneli yetu katika nyakati tofauti tofauti, na uwe unafanya subscribe pale, kwa sababu utakuwa wa kwanza kupokea yale ambayo tunayaweka pale ambapo yanakuwa tayari tumeshayaandaa. Kwa hiyo nawatakia utazamaji mwema na usikilizaji mwema, na Mungu awabariki. Niwaombee
neema ya Bwana, niwaombee baraka za Bwana. Mungu awabariki katika kazi zenu, Mungu awabariki katika mashamba yenu, Mungu awabariki katika kila jambo mnaloenda kulifanya. Neema ya Mungu ikawamulikie, ikawaangazie, muende kuwa baraka katika mataifa. Mkabarikiwe katika watoto wenu wanaosoma, wakawe vichwa wasiwe mikia, bali muende mkapate neema, ili muende mkapate ufalme wa Mungu. Ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.